Welcome to episode 2 of part 3 on my story of a yet to be fulfilled job promise by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. Back then, when he was the Deputy President of the Republic, when I met him in Upper Hill region on 21st June 2017, where he had come to actually commission the rehabilitation of Masaba Road. Maybe before I proceed, I just want to tender my profuse apologies for having kept you, my viewers, anxiously waiting for such a bit longer period of time. And now that I am home, I just want to urge you to accept me back, and we continue from where I left. And maybe before I take off on the narration of that very story and what happened, subject to the previous video that I had made, allow me also just to maybe to the first time viewers, welcome and thank you for your acceptance. And I urge you as well to join the larger family here of my audience. We reciprocate on many, aspects, especially when it comes to likes, shares, and following. And also maybe just for you, also for your good, to be able to keep up with us in as much as this video is concerned going forward. I would request that you can still as well find time in your busy schedule to just view, like, share the previous videos that I had already made. And back to our story. Let me just request, with all due respect and with your permission, that you may allow me to switch to Swahili, because from the word go, that is the language that I had decided I would be using as long as I will be giving this narration. And thank you for your permission. So nilikuwa tayari nimekwisha ongea na bwana Ruben Maya ambaye ndiye private secretary wa deputy president wa jamhuri yetu ya Kenya. Ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2019. So tulipoachana naye katika ofisi yake pale Harambee House Annex, orofa nambari 2, yeye alinishauri niwache nambari yangu ya simu pale kwa Madam Angela, na nilipotoka hapo aliniambia niwache hiyo namba hapo, so that Ijumaa nikuwe karibu hapo town kuanzia mwendo wa saa 3 saa 2 asubuhi hapo, kwa sababu wakati atakuwa amefika ofisini hiyo masaa, nitapigiwa simu na nijiwasilishe pale katika ofisi yake, ndio waweze kunikabidhi hiyo usaidizi wa ajira kama vile naibu rais alivyokuwa ameagiza. Kwa hivyo niliondoka nikiwa mwingi wa matumaini. So Ijumaa ilivyofika, kawaida nilifuata hiyo mashauri ya bwana Maio. Nilivyofika pale town, nilikaa town mpaka karibu mwendo wa saa 10 na sikupata mawasiliano yote kutoka kwa ofisi hiyo. So nikakata kauli kurudi pale kujaribu kupata habari nini haswa kimefanyika. So nilipofika pale nikaambiwa bwana Maio ameondoka, ameitwa pale Karen mapema asubuhi hiyo, na mimi mwenyewe nikajijazia, nikaona pengine huenda hiyo ndio imesababisha sikuweza kupigiwa simu, kwa sababu hakuna venye yeye angekataa kuitikia amri ya mkubwa wake ambaye ndiye naibu rais wakati huo, ambaye sasa ndiye rais Dr. William Ruto. Kwa hivyo nikajipiga moyo konde, nikakuja wiki iliyofuatia. Nilipokuja wiki iliyofuatia, kawaida lazima tupige simu kwa Madam Angela ndio nipewe mustakabali wa itakavyokuwa. Basi sikutarajia kwamba nitarudi pale tena mahali pa kupiga simu, kuja kesho, next week hayuko. So tulirudi pale kwa kawaida bila kukawia. Lakini hata hivyo nilipata tena madam mwingine pale, alikuwa anaitwa Betty katika ofisi hiyo. Nafikiri Betty alikuwa bit soft kidogo, but hata hivyo yeye hakuwa na amri na uamuzi wote wa kufanya kuhusiana na nani atakaye mruhusu kuingia kumwona bwana Maio ama nani hataingia, kwa sababu nadhani mimi kulingana na jinsi nilivyosoma taswira hiyo, Madam Angela ndiye alikuwa na amri zaidi. Basi tukaendelea hivyo mpaka mwaka huu wa 2019 ikatamatika, na mwaka 2020 ikawa jambo jingine kubwa likafanyika. Kama tunavyofahamu sote kwamba janga la homa la corona lilikuja likatuathiri
vile vile dunia mzima, na hapo ndipo nilikumbwa na changamoto tele ya kuweza katika harakati zangu za kumtafuta Bwana Maiyo au hata Mheshimiwa Naibu wa Rais wakati huo, au hata ikiwezekana Bwana Faruk Kibet ambaye ndiye personal assistant wa rais sasa, na hata wakati huo alikuwa ndiye personal assistant wa rais. Na kwa sababu kanuni zilitolewa na serikali tofauti tofauti kupitia wizara za afya, kwamba na masharti tofauti kwamba wafanyikazi wengi watalazimika kufanya kazi majumbani, especially maeneo ya umma na taasisi. Kwa hivyo hiyo iliniathiri sana kwa njia moja au nyingine, na ililemaza juhudi zangu, kwa sababu kila ninapojaribu kupiga simu hapa na pale kutafuta kwa wale ambao walikuwa hawaoni umuhimu ya mimi kuweza kusaidika, au hata wenye wako na nia njema walitafuta kigezo pale ya kusema saa hii hakuna kitu kinaweza fanya, watu wanafanya nyumbani, fulani hapatikani. Hata kwa wale sasa watu wa karibu na mimi, wale ambao tunafahamiana nao, wenye walikuwa na ushawishi katika serikali ya Jubilee, na hata sasa serikali ya Kenya Kwanza, ikawa vigumu, kwa sababu mara nyingi nikiandika hata barua nikijaribu kuwafikia inakuwa vigumu. Nikiandika barua hapa na jaribu kupeleka kopi, ni ngumu kupatana nao. Lakini tuliendelea hivyo mpaka mwaka 2020 kaisha. Tukafika mwaka 2021 ikawa bado tunapambana na janga la corona, lakini angalau at least haya masharti yalikuwa yameanza angalau kupungua kidogo makali yake. So kawa napata nafasi kidogo hapa na pale kuweza kumuona mtu mmoja mbili. So mwezi wa 8 mwaka huu 2021 ndio nikaenda kwa ofisi ya Bwana Martin Mwiti. Kumbuka Bwana Martin Mwiti ndio yule aliyepokezwa na naibu wa rais swala langu tukikutana pale hapa, na yeye pia akaniwasilisha pale kwa ofisi ya naibu wa rais, kwa wale maafisa wakuu wenye ushawishi, wenye uwezo wa kuweza kufanikisha hilo. So tulipokuwa na Bwana Martin Mwiti ambaye ndiye naibu mkurugenzi wa itifaki, uratibu na shughuli katika afisi ya naibu wa rais, akaniuliza, bwana mke, kwani hujapewa hiyo pesa? Nikauliza ni pesa gani? Kasema ilikuwa ni 50,000. Ndio tulikubaliana wakati ule tukikutana katika ofisi ya Balozi Ken Osinde, ilikuwa ni mwaka 2018. Katika mkutano ambao walikuwa ni mkurugenzi wa wafanyikazi, huyo mkuu wa itifaki Balozi Osinde na Bwana Mwiti, kwa mazungumzo ya simu na Bwana Maiyo, walikata kauli kwamba watanipea shilingi 50,000 angalau niweze kuamua biashara yangu ambayo pengine hapo mbele nilikuwa nimeelezea nilikuwa najaribu kutumia kama njia moja ya kutafutia riziki katika mji huu kabla haijabomolewa wakati huo. Lakini hata kando na hiyo, nilijaribu kusisitiza kwa Bwana Mwiti, lakini yeye mwenyewe akadai kwamba hakuna lingine anaweza fanya, kwa sababu sasa wakubwa wake yeye tayari amewafikia na kujaribu kuwakumbusha mara karibu 2, na kwa hivyo hangeweza kwenda zaidi ya hiyo, kwa sababu ingeonekana kana kwamba yeye anajaribu kukosea heshima na kufundisha kazi. So kwa sababu hiyo niliona alikuwa na uhalali katika alikuwa na ukweli fulani kwa hilo. Kwa hivyo nilipoachana Bwana Martin Mwiti, kwa sababu tulizungumza, akanishauri pengine nijaribu kuwa na subira nikiendelea pia kuandika barua hapa na pale, huenda Mungu atagusa mmoja wao roho na anisaidie. So lakini pia aliahidi kwamba atazidi kujaribu kuona jinsi gani tunaweza saidika. So nilipoondoka nikajua sasa hapa, kwa sababu Mwiti ndo mara nyingi alikuwa ananisaidia, na nimejaribu njia zangu zote kwa wale watu ambao nimekuwa najua ndio wana uwezo wa kunifikia kwa niaba yangu kunifikia Bwana Maiyo au hata Bwana Faruk ama Bwana Mheshimiwa Naibu Rais. So nilipogundua hivyo, nikaona hakuna mwenye atasimama na mimi, nikakata kauli mimi mwenyewe nitajisimamia. Hapo ndipo sasa ukoko ulianza kualika maua. Nikakata kauli ya kutafuta mnyororo ya kuja kujifunga katika geti ya naibu wa rais wakati huo tarehe 11 mwezi wa Januari mwaka 2022. Ukitazama hiyo picha hapo unaona kwamba ni mimi huyo nimejifunga minyororo, na hapo ndipo nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa najua pengine Mheshimiwa Naibu wa Rais anajua mimi nilishasaidika, na kumbe hapa mimi naangaishwa hapa na pale. So hapo ndio niliona hiyo ndio njia pekee niende nijifunge minyororo kwa geti hiyo, ili niweze kupata kuongea na yeye moja kwa moja, au hata Bwana Maiyo au Bwana Faruk Kibet. So kufikia hapo nashukuru Mungu, tukutane tena kwa ile video ambayo itakuwa ni part 4 ya story yangu, kwa nini nilijifunga minyororo. Siku ya kwenda kufunga nyororo sasa ndio imeanza kualika ukoko. Asante, Mungu aturehemu. Asante.